Marekani ambazo zinapatikana nje ya Marekani, ambapo ukija kuangalia ameshambulia United Arab Emirates, ameshambulia Dubai pale, ameshambulia nchi tofauti tofauti za Middle East. Ni kwa sababu zile nchi zina kambi za Marekani. Anachokifanya kwenye target yake kabla ya kulaunch bomu, anaangalia location ambapo kuna kambi ya Marekani na ndipo pale anaangusha bomu lake. Kwa hiyo si ya kwamba anawashambulia nchi zingine. Hapana, anawashambulia kambi za Marekani zinazopatikana tofauti nje ya Marekani. Na kabla ya kushambulia huwa anatoa onyo kwa raia wote ambao wanapatikana ndani ya hizo nchi tofauti tofauti kwamba muda fulani, saa fulani ata launch operation eneo fulani, kwa watu ambao watakuwa hawahusiki inabidi waondoke maeneo hayo. Kwa jambo analolifanya kisheria, kwanza kabisa tunasema kwamba lipo ndani ya sheria, kwa sababu Irani anachokifanya, ukija kuangalia ibara ya 51 ya mkataba wa Umoja wa Mataifa UN Charter, unaruhusu kuweza kutumia nguvu kama self defense wakati ambapo ukishambuliwa uweza kujilinda. Sawa, kwa hiyo Irani anajilinda baada ya kushambuliwa, na yeye anarudisha mashambulizi, anajilinda kwa kutumia ibara ya 51 ya UN Charter, mkataba wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo anachokifanya, usishtuke au usione kwamba yuko kinyume na sheria. Hapana, anafanya kile kitu kwa sababu ya ibara ya 51 ambayo inamruhusu yeye kuweza kujilinda, kulinda maslahi yake pia akiwa anashambuliwa. Asante. Ndio. Asante. Pia nina swali jingine. Naam. Tumeweza kuona kupitia hizi social networks. Naam. Kwamba baada ya kutangazwa kifo cha aliyekuwa rais wa Irani, ndio, kuna baadhi ya watu wengine ni raia wa Irani wameonekana wakishangilia juu hicho kifo. Sijaelewa kwa nini na inakuwaje raia wake wanashangilia kifo chake. Sijaelewa. Okay, asante sana kwa swali zuri kama hilo. Kwanza kabisa nikupongeze ndugu yangu, wewe ni mtu ambaye unafuatilia mitandao, na si jambo baya, ni jambo zuri sana, kwa sababu unapata global news, habari za kidunia. Kile kitendo ambacho kinafanyika, kuonekana baadhi ya video watu wa Irani wanashangilia kifo cha, umesema rais wa Irani. Naomba nikukosoe, yule si rais wa Irani. Kwanza yule tunamuita, yule ni kiongozi wa dini, sawa? Kiongozi wa dini wa Irani ni supreme leader, sawa? Ambapo akitoka yeye ndio anakuja anafuata nani? Anafuata rais wa Irani. Kwa hiyo yule si rais wa Irani, lakini yule ni kiongozi wa kidini, sawa? Bwana anaitwa Bwana Ayatollah Said Imam Al-Khamenei, ambaye mpaka sasa hivi taarifa zilizopo ni kwamba tayari ameshaaga dunia na watu wanaonekana wakishangilia. Ni kwa nini wanashangilia? Turudi nyuma mwaka 1978 mpaka 1979. Irani kulitokea mapinduzi, sawa? Ambapo yale mapinduzi yaliyoweza kutokea, kulikuwa kuna uongozi ambao upo Irani pale, lakini ulikuja ukapinduliwa. Ulipopinduliwa ukaja ukawekwa uongozi wa kidini Irani, ambapo pale Irani sasa kulikuwa kuna dini tofauti tofauti. Kulikuwa kuna Wakristo, kulikuwa kuna Wajews, kulikuwa kuna Waislamu, kuna dini tofauti tofauti. Lakini baada ya kuingia ule uongozi wa kidini, zile dini zingine zote zikanywea na zikaweza kufanyaje? Zikaweza kuzimwa. Baadhi ya makanisa yalibomolewa, ulifanyika vitendo vingi tofauti tofauti. Sasa vile vitu vilikuwa vinawachukiza watu, kwa hiyo watu walikuwa wamekaa na kinyongo, sawa? Sasa ukiona siku ya leo watu ambao wanashangilia kifo cha kiongozi wa kidini wa upande wa Irani, si ya kwamba ni wengi wana mitazamo sawa na alichokuwa anakifanya. Wengine walikuwa wanampinga, si ndio? Kama kiongozi huwezi kupendwa na kila mtu. Kwa wale wote ambao wanampinga ni watu ambao wanatofautiana dini, wanatofautiana mitazamo, kwa hiyo wanafurahi anapokuwa kaondoka yule kiongozi, sawa? Kwa hiyo yule si rais wa Iran, yule ni kiongozi wa dini upande wa Iran, lakini ana nguvu kumshinda rais wa Iran, ambapo yeye amekuja kuingia katika madaraka ya kuwa kiongozi wa dini mwaka 1989. Yule ni imamu pale Iran,
Imam ni kiongozi mkubwa sana katika dini ya Waislamu. Waislamu wanafahamu hili jambo. Kwa mwaka 1989 yeye ndo aliingia pale madarakani kama imam, kiongozi wa dini upande wa Irani. Kwa hiyo siku ya leo 2026 tarehe 2 Machi 2026 baada ya kifo chake, wengi wanaoshangilia ni kwa sababu wanatofautiana mitazamo ya kidini, mitazamo ya kisiasa na mambo kadha wa kadha. Okay, ndio. Na swali langu la mwisho hapa. Ndio. Kuna hii kitu inaitwa Security Council. Ni baraza la ulinzi la kimataifa. Ndio. Kwa hiyo unaweza kutusaidia ni nini hichi kitu? Okay. Jambo zuri sana. Kama nilivyoweza kusema kwamba ili Marekani sio Marekani, nchi yoyote iweze kwenda kuingilia maslahi au kwenda kuvamia nchi nyingine, inabidi ipate idhini kutoka baraza la ulinzi la Umoja wa Mataifa ambalo linaitwa United Nations Security Council. Hili baraza limeundwa na wanachama watano hai au viongozi watano hai, ambao ya kwanza ni USA, Marekani mwenyewe. Wa pili ni USA ikiwa chini ya mamlaka ya Washington DC ambayo inaongozwa na Donald Trump, lakini Ufaransa pia yupo ambayo inaongozwa na bwana Emmanuel Macron, lakini pia ukija kuangalia kuna China ambayo China ipo chini ya Xi Jinping, lakini pia ukija kuangalia kuna Russia ambayo ipo chini ya Moscow inaongozwa na Vladimir Putin, lakini pia kuna United Kingdom. Sawa? Hizi nchi tano ili Marekani hawezi kulaunch operation au nchi yoyote iweze kulaunch operation against nchi nyingine, inabidi zipigwe kula za veto. Sawa? Kula za veto wapo watano. Kula za veto inabidi ziwe 3. Ikishinda basi wana uwezo wa kulaunch operation kwenye nchi nyingine. Sasa ukija kuangalia China na Russia mpaka sasa hivi wapo upande wa Irani, lakini ukija kuangalia Marekani na United Kingdom wanasapotiana, ambaye amebaki neutral ni Ufaransa. Hili jambo ambalo wamelifanya Ufaransa naweza nikalisifia kisheria, kukaa neutral na kuto kuongea upande wote, kwa sababu yeye atakapoegemea ndio upande huo utakapokuwa na nguvu. Akiegemea upande wa Marekani, jambo analolifanya Marekani litakuwa limehalalishwa kisheria. Akiegemea upande wa Russia inakuwa anamtetea Iran. Kwa hiyo amekaa chini kuweza kuobserve kwa kinachoendelea ili akimaliza kufanya assessment aweze kufanya maamuzi kwa kina, maamuzi ambayo anaweza kuyatafakari na kuyapatia majibu. Lakini pia uliniuliza swali la kwanza, ningependa niongezee. Ulisema anachokifanya Marekani ni halali kisheria, nilikokuambia si halali. Pia naomba nikuongezee sababu ni kwa nini si kihalali. Marekani ili aweze kushambulia nchi nyingine au aweze kuingilia affairs za nchi nyingine, inabidi mabunge yake mawili, kwa sababu Marekani ana mabunge mawili. Ana bunge la maseneti, pia ana bunge la wabunge wa kawaida. Inabidi wale wabunge wakae chini, mkutano wa bunge, majority vote au voti kubwa, kula kubwa ambayo itafanyika, itapitishwa, iweze kuamua ya kwamba Marekani aweze kupata ruhusa ya bunge kwenda kuingilia maslahi ya nchi zingine. Lakini ukija kuangalia Marekani hajapata idhini ya wabunge wake. Ameenda yeye kama yeye, kwa hiyo amekiuka nguvu ya wabunge, kavunja demokrasia, kafanya uhalifu wa kivita. Na hichi kitu ambacho anakifanya Marekani kwa sheria za Umoja wa Mataifa, anavunja sheria za Umoja wa Mataifa na anadhoofisha nguvu ya sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa upande wa sheria, ningependa kutoa ushauri ya kwamba anachokifanya Marekani si kitendo cha kuweza kukifurahia, kwa sababu leo itakuwa kwa Iran, kesho itakuja kuwa kwa sisi hapa. Kwa hiyo anachokifanya Marekani, ningependa kutoa ushauri kwenye baraza la Umoja wa Mataifa, baraza la ulinzi, kwamba hichi anachokifanya Marekani kwa namna moja ama nyingine kiweze kudhibitiwa kwa haraka sana, kwa sababu kadri kitakavyozidi kuendelea hili jambo litakuwa kubwa, na hili jambo lisipoangaliwa, baadhi ya watafiti wanasema ya kwamba inaweza ikapelekea vita ya 3 ya dunia. Kwa hiyo ni jambo ambalo inabidi tusilifurahie kwa hichi kipindi. Ni kipindi ambacho ni cha huzuni. Watu wengi wapo wanafariki. Ukija kuangalia hizo nchi, kuna baadhi ya Watanzania wapo. Kwa hiyo ni vyema sana na ukija kuangalia pia tatizo baada ya confrontation kutokea, viwanja vya ndege vimefungwa kwenye hizo nchi tofauti tofauti.
Hivyo basi baadhi ya Watanzania wetu wamekwama hizo nchi za jirani, Irani huko, Dubai, baadhi ya Watanzania wapo kule na kule ndio vita inatokea. Kwa hiyo ni kipindi ambacho si cha kufurahia kitendo anachokifanya Marekani, ni kitendo cha kukaa na kuwaombea dua ndugu zetu wa Tanzania ambao wapo hizo nchi tofauti tofauti. Hilo hapo ndio jambo ambalo mimi naweza nikasema nikakaa nikashauri. Hilo ndio jambo la msingi la kuweza kufanya kwa sasa hivi. Kwa kutumia fikra tundu hizi ambazo tunazo, tusifurahie anachokifanya Marekani, lakini tukae na tuombe dua ili jambo liweze kuisha. Hilo hapo ndio jambo ambalo naweza nikakaa na nikashauri. Sasa ndugu zangu, vipi, kuna swali lingine? Vipi na wewe, kiu yako imemalizika? Ndio, labda ndugu yangu, kwa nafasi moja ama nyingine, ungesema kwa umepata faida gani kwenye kipindi cha leo? Maswali yako nimeweza kuyajibu kwa kina, kuna sehemu nimeacha au vipi? Kimsingi kwanza kabisa kupata uelewa juu ya swala linaloendelea. Ndio. Na kuna kitu kama hii Security Council. Ndio. Sikujua utendaji wake unakuaje. Kabisa. Nimeelewa kwamba iko chini ya nchi 5 zenye nguvu ambazo ili kuchukua operation yoyote inabidi ipigwe kula. Naam. Ambapo kula anasema kwamba wapo 5, zikizidi kula 3, zikiwa kula 3 inabidi hicho kitu kiendelee. Ikiwa chini ya 3 zikawa 2 inabidi hicho kitu kisitishwe. Kitu mimi pia nikujifunza hapa ni swala la kwamba nilimfahamu yule anayedaiwa kwamba amefariki, kiongozi wa Iran, kama rais. Ndio. Kumbe ni kiongozi wa kidini. Wa kidini, si rais. Kama imamu. Naam. Wanasema kwamba ni imamu wa huko Iran. Ndio. Kwa ni kiongozi wa dini, kwa kidini, sio rais. Sio rais. Ndio. Ndio vitu nilivyojifunza. Na pia nimejifunza kwamba hichi kitu kinachoendelea, kwa mfano mimi nilikuwa najua anachofanya na Marekani ni yuko halali. Hapana, hayuko halali. Kwa sababu lengo lake linaonekana ni kudhibiti uzalishaji wa nuclear. Sikujua kama anafanya kwa benefits zake. Nilijua anafanya kwa ajili ya kusaidia dunia. Hapana. Kumbe kwa jicho jingine kuna kitu anachozuia kwa manufaa yake. Kisahihi. Ni kipindi ambacho kimenifundisha na nimeelewa vitu kama. Basi ndugu yangu, niseme kwamba siku ya leo imekuwa tajamara, imekuwa sadi na sudi kwa kuweza kupata nafasi au kwa kuweza kupata angata agoni, kwa kuweza kupata nasaha na kuweza kupata maswali kwa hawa ndugu zangu siku ya leo, na kipindi kiukweli kimeenda vizuri na nimependa ushirikiano wao. Na siku nyingine napenda kuwaambia kwamba kukiwa kuna maswali mengine ya kisheria yanayowatatiza, msisite kunitafuta. Nitafuteni ili tuweze kutatua hayo maswali. Basi na wewe mtazamaji, nadhani kwa siku ya leo umeweza kujifunza. Ni mimi mwanasheria wako Jamali Ahmadi katika kipindi cha Tiba ya Sheria. Asante.